moyo ukijeruhika una madhara makubwa kiroho, kimwili, kiafya, kisaikolojia. Moyo wako ukijeruhika una madhara makubwa. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wanaosoma mambo ya psychology wanataka kujiridhisha sasa kwamba zaidi ya 70% ya magonjwa ya kudumu, sukari, presha, stroke na kadhalika, yanatokana na msongo wa mawazo, majeraha ya moyo, maumivu ya maisha. Mimi naenda mbali, tutaona hapo mbele tunavyoendelea kutafakari kuhusu moyo. Kwangu mimi naenda mbali zaidi, ndugu zangu. Mithali hiyo 17:22, Mithali 17:22 anasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka ukausha mifupa. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka ukausha mifupa. Kumbe linda moyo. Huzuni inayoingia ndani ya moyo inaponda roho. Roho iliyopondeka inakausha mifupa. Kuna watu wanaishiwa ute kwenye mifupa, na daktari atakwambia punguza mawazo, lakini ule ute unalika kwa sababu ya uchungu ulioko ndani ya nafsi. Uchungu ule umeponda roho, imelamba mafuta ya mifupa. Utaandikiwa kula supu ya makongoro, kula bamia, utamaliza bamia shambani. Ndugu yangu, kinachosababisha mafuta yaishe kwenye mifupa, maumivu ya moyo. Kama maumivu ya moyo yana madhara makubwa hivyo kwa afya yako, maumivu ya moyo yana madhara makubwa hivyo kwa saikolojia yako, maumivu ya moyo yana madhara makubwa hivyo kiroho, yanaponda roho yako, kwa nini uyashikilie? Namna gani utayaacha? Tunaenda taratibu. Yeremia 17:9, Yeremia 17:9. Yeremia anaongeza, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote na una ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kuujua? Maana yake, usipolinda moyo, maumivu ya moyo yataponda roho. Roho ikipondeka inakausha mifupa. Mifupa iliyokauka na roho iliyopondeka inaanza kutengeneza kifo ndani yako. Hayo magonjwa ni mwendelezo wa kukaribia kufa. Unaharakisha kufa kwako. Mimi nadhani watu wengi tunaweza kufa kwa sababu ya msongo wa mawazo na sio mapenzi ya Mungu. Lakini sisi tutaandika pale, Bwana amempenda zaidi. Wala Mungu hajakupenda uende huko haraka, maana anajua ukienda urudi. Hakika tukubaliane, kama moyo huwa mdanganyifu kuliko vyote, tukirudi kutafuta hivyo vyote, moyo huwa mdanganyifu kuliko vyote. Maana yake moyo wa mwanadamu ulioumizwa unadanganya kuliko shetani, kuliko vyote. Na matatizo mengi na maamuzi mengi tunayoamua kutokana na maumivu ya moyo, shetani hayumo. Ni moyo wako mwenyewe unatengeneza maamuzi yanayolingana na kifo kilichoko ndani yako. Ndiyo maana kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya ya 1 na ya 2, kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho 7, ya kwamba na yajua matendo yako,
ya kuwa una jina lililo hai nawe umekufa. Ukishakaa kwenye msongo wa mawazo hivyo, ukishakaa kwenye maisha ya kutosamehe, ukishakaa kwenye maisha ya kutotubu na kuungama, biblikale we ni maiti inayotembea. Maiti haiwezi kufanikiwa, maiti haiwezi kuomba msamaha, maiti haiwezi kubadilika, maiti haiwezi kutubu, maiti haiwezi kuungama. Unapokuta mtu uhusiano wake na Mungu umefikia karibu kutokwenda kanisani, kutotubu na kuungama, huyu ni maiti inayotembea, hata kama hajui kwamba ni maiti inayotembea. Wana wa Mungu, sasa mtu ambaye ameshakufa hivyo ndani, anataka kufanikiwa kiuchumi, anataka kuwa na mahusiano ya amani, wewe jaribu. Ni vile hapa wengi ni watoto wadogo, ni mimi na Mirindo tunaweza kujadiliana kidogo. Wewe jaribu kuona ukifiwa na mmeo au na mkeo, kama utalala na hiyo maiti kitanda kimoja ulivyozoea. Jaribu kuona kama ukifiwa na mdogo wako na kaka yako, kama unaweza ukalala kwa ujasiri kitanda kimoja na unajua kafa, na hata lepe la usingizi hutapata, hata kama ulimzoea kilo ngapi. Si kawaida, utatafuta kampani. Wana wa Mungu, hivyo hivyo tunapokufa ndani, mahusiano yetu nje yanazingua, kwa sababu au mimi au mwenzangu spiritually amekufa. Najaribu kuhusiana kati ya aliye hai na aliyekufa. Uwe na nguvu kubwa sana ya kiroho kuifufua hiyo maiti nyingine. That's why waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 7 anasema mume aliyeamini aweza kumwokoa mume asiyeamini, kadhalika mke aliyeamini aweza kumwokoa mume asiyeamini. Maana yake waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 7, maana yake yani yule aliyeamini akiwa na imani strong ndio aweze kuifufua hii maiti ikafufuka. Vinginevyo mnaweza mkafa wote. Ngoja kidogo niseme jambo hili. Barua kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 13. Barua kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 13. Neno linatufundisha, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Zile chemichemi tulizoziona Mithali 4:23, zile chemichemi za uzima, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi. Zile chemichemi ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu, ndani yako. Mawazo mengi makubwa mazuri ulionayo ni Mungu anayetenda kazi ndani yako. Mipango, ndoto nyingi ulizonazo ni Mungu atendaye kazi ndani yako. Ufaulu wako katika mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, paji mojawapo ni akili. Uwezo wako, sisi tunasema IQ yako, ndiye Mungu atendaye kazi ndani yako. Kutaka kwako na kutenda, kutaka na kutenda. Una mipango gani? Una ndoto gani? Ni Mungu anayetenda kazi ndani yako. Mungu anazishamilisha hizo. Sasa anasema ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, apate kulitimiza kusudi lake jema. Yaani kusudi hilo Mungu alilokuundia hapa chini ya jua, ambalo tutaliona kwa Yeremia 29 aya ya 11. Yeremia anasema, maana mawazo ninayowazia mimi ni mawazo ya amani, si ya mabaya, ya kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Hayo mawazo hayo Mungu aliyokuwazia ukaja hapa duniani. Yeremia 29, hayo mawazo Mungu aliyokuwa nayo akakufanya uje duniani. Mungu hajakuleta usindikize watu huko duniani. Mungu hajakuleta huko duniani wewe sio toi. Mungu hajakosa kazi. Mungu hajakosa kazi. Inategemea uhusiano wako ndani na Mungu umekaaje. Ukiniuliza nitakujibu kwamba kama hauna uhusiano na Mungu na unafanikiwa, wewe mshirikina, kwa sababu lazima kuwe na roho inayokufanikisha.
au Mungu au ushirikina? Nisaidie kumwangalia jirani yako. Ukiona kope zinabonyea ni ushirikina. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Yaani hata wale wanasayansi wasiomwamini Mungu wala ushirikina, kwao sayansi ni roho. Kwao sayansi ni roho inayomweka mbali na Mungu, kwa sababu katika mapaji 7 ya Roho Mtakatifu elimu ipo. Kwa nini elimu yake impeleke nje ya Mungu? Elimu hii haitokani na Mungu alionayo. Kama haitokani na Mungu, inatokana na miungu mingine, hiyo nayo ni roho. Wewe sayansi ni jina tu. Kwa nini sayansi haituambii Yesu alitembeaje kwa miguu baharini? Sayansi si inagoma? Sayansi niambie, kwa nini mimi nikipiga miayo Milindo naye anapiga miayo? Sayansi ina majibu gani? Hata kama we ni profesa kwenye sayansi, kuna vitu huna majibu yake. Mimi napiga miayo, Milindo anapiga miayo, sayansi inasema nini? Ndugu yangu, hakuna ajuaye roho ila roho iliyoko ndani ya mtu, na roho vina mawasiliano. Isaya 11, roho na roho vina mawasiliano. Kwa hiyo mimi ninapopiga miayo, roho yangu ina communicate na jirani, anapiga miayo. Sayansi haina majibu hapo. Wanasayansi, someni mpaka Yesu anakuja, hamtapata majibu ya hiyo. Ndio maana sisi ni baba zenu, tuna vitu tunajua kuliko wanasayansi.